Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Ukienda gucanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela citasikiza chini thimũ-inĩ yaku. Andĩka kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andĩka kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andĩka kodi ici 6388291 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andĩka kodi ici 6388292 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na mũthimbo cia na Mordekai. Andĩka kodi ici 6388293 Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Andĩka kodi ici 6388294 Nĩguo kwamũkĩra umanja. Andĩka kodi ici 6388295 Nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩareka rĩngĩ. Andĩka kodi ici 6388296 kodi ici citũme ta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Viewers, I'm Bishop Felister Musembi from Africa Independent Church of Missions, Ruiru Worship Center. And I want to thank God for this chance that He has given unto me. And also I thank God because of each and every one of you who are watching me, who are listening the word of God. And also I thank God because of Sky Cable TV for this chance that they have given me. So I'm thankful and grateful to our God. Can we pray as we start to hear the word of God? Everlasting God, King of glory, this morning we are thankful, we are grateful. Thank you for this wonderful day. Thank you, Jehovah God Almighty, because you are wonderful. Thank you for giving me this chance to share your word according to how the Spirit of God will lead me, Abba Father. How I pray that you interpret the word. How I pray, Jehovah God, you speak to us. How I pray, Abba Father, that your word will make a difference in our lives. We thank you. We exhort you, Abba Father. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' mighty name, we do pray and I believe. Amen, amen. Our today's topic, last time when I was here, which is on last Friday, I spoke about the word of God, the power that is in the word of God. Our word of God, when we believe word of God, how word of God works inside us. And today, continuously, I'm also speaking about now the power that is in the word. I'm going to speak about
our word works inside us. Last time, the power of the word. Today, our word works inside our life when we believe. One, as we believe that how God speaks, how God works through the word inside us, it's how we can, this comes by believing the word of God. If only you believe. So my first point is in believing on the word of God. How word works inside us. One, by believing the word of God. And I'm going to read in the book of Second Kings chapter 7 verse 1 and 2. 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a shear of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 shears of barley for a shekel at the gate of Samaria. So an officer on whose band the king learned answered the man of God and said, look, if the Lord could make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat it. Praise the name of the God. Praise the name of the Lord. As we have read in the book of 2 Kings, chapter 7, from verse 1 and 2, one thing I would like us to understand, when you look in chapter 6, Biblia inasema kulikuweko na njaa. Na ile njaa ilikuweko, ilikuwa ngumu, ilikuwa nyingi sana. Kulikuwa na njaa ambao unapoangalia katika chapter 6 from verse 24 downwards, ukiteremuka ndio iunganike na chapter 7 verse 1. Kulikuweko na njaa. Na ile njaa, it was very severe. Why? Because even people tried to eat children. Tunapoangalia hapa, kuna wamama wawili walishiriki, walikumbaliana wakule watoto wao. Kwa hivyo hapo pia tunapoangalia tunaona kuna watu pia walikuwa mpaka kila kitu ilipanda kiwango ya kwamba kukawa hata ndafu na mafi yake watu wangelinunua, na hata ikawa ilikuwa na bei. Kwa sababu gani? There was nothing. Kulikuwa na spear famine ambao ni kana ya kwamba haionekani. Na tunapoangalia wapendwa, wacheni waambie asubuhi ya leo kana ya kwamba in our lives kuna wakati unafika, kuna wakati ninajikuta kana ya kwamba si lazima iwe ni njaa ya chakula, si lazima iwe ni njaa ya hiki na hiki, lakini kuna wakati na kuna saa zinafikanga na kuna wakati utafika uwe kuna njaa ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. So hapa ndio tuingie mahali ambapo tuone how the word of God works inside our spirit, or works inside us. We have to understand this. I said the power of the word. When I spoke about the power of the word, today nataka kama vile nimesema tuelewe ni kwa njia gani. Nimesema ni kwa kuamini, by believing. Hapa kuna mjamaa ambaye alikuwa ni mkubwa sana, alikuwa anaeleweka sana. Anapoangalia chapter 6, anapoangalia situation ya chapter 6, naye nabii ya Mungu, mtumishi wa Mungu Elisha ametokezea. Ni kweli, ukweli kabisa, ni kweli kuna njaa, kuna ukame. Watu, kuna mama ukiangalia from verse 24, anasema, anaenda kwa mfalme, anamwambia tazama, kuna mama ambao tulikumbaliana kwa sababu ya njaa tukule mtoto wangu. Na ukweli ni kwamba tulichinja mtoto wangu, tukamchemusha, tukamkula. Na sasa hivi tumeenda kukula wake, lakini yeye amekataa na mtoto wake. The same time hakukuweko. Nataka ufikirie hivi mpendwa, kwani hii njaa ilikuwa njaa kiwango gani? Ilikuwa njaa kiasi gani inaweza ikafanya mwanadamu aweze kumkula mtoto wake? Ninakumbuka katika kitabu cha Isaiah, Biblia inatuambia kana ya kwamba mama anaweza
anaweza akasahau mtoto wake, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye hawezi akakusahau. My dear sister, my dear brother, my listener, nataka uelewe kana ya kwamba katika maisha haya tuko, kuna mambo yanaweza yakakupata, kuna mambo yanaweza yakanipata, mpaka kiwango ya kwamba ukakaa kana ya kwamba umechanganyikiwa. Lakini hapa ninazungumzia njaa ya neno la Mungu, kiu cha neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mahali ambapo tumesoma, tumeona kana ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Na Elisha alipoangalia hali, alipotazama hali, unapoangalia hapo nyuma unaona kana ya kwamba hata ukiangalia 6 ikianzia, unaona kana ya kwamba hata mfalme amekasirika sana. Hata anatumania Elisha, anataka kwenda Elisha angamizwe. Lakini naye kwa sababu kuna Mungu mbinguni, wakati kwa wakati kuna watu wako kinyume na watumishi wa Mungu. Kuna watu wako kinyume na neno la Mungu. Mungu anasema hivi, lakini wako kinyume na neno la Mungu. Hawaamini neno la Mungu. Wanaona haiwezekani. Wanaona hii tu ni neno tu, haiwezekani. Praise the name of the Lord. But nimekuja kukuambia kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Ninataka uone kwa kuamini neno la Mungu vile neno la Mungu inafanya kazi. Kuna huyu ambaye hakuamini neno la Mungu, na tutaona mwingine ambaye haliamini neno la Mungu. Kwa hivyo there is power in trusting, in believing in the word of God. Praise the name of the Lord. Tumeona kana ya kwamba mstari wa kwanza Biblia imesema hivi in chapter 7 verse 1. Biblia inatuambia hivi, then Elisha said, hear the word of the Lord. That says the Lord, tomorrow about this time a shear of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 shears of barley for a shekel at the gate of Samaria. What is here? We can see the word of God, the word that is coming from the mouth of a servant of God. Mtumishi wa Mungu amesema, nisikilizeni, nisikilizeni. Hear the word of God. Sikia neno la Mungu. Kesho wakati kama huu kutakuweko na chakula. Nataka uangalie, ni leo watu wanakula watoto, ni leo watu wanakula mafi, ni leo hakuna tumaini, ni leo ujui ukutakuja ufanye nini, ni leo situation yako inakaa kana ya kwamba haieleweki. Hata wewe mwenyewe umechanganyikiwa, hata wewe mwenyewe una tumaini. Lakini mtumishi wa Mungu amekuja na neno la tumaini, na hii neno la tumaini ni sikia sauti ya neno la Mungu. Hear sauti ya Mungu. Hear the word of the Lord. I've come to tell you, hear the word of the Lord. Despite of your situation, despite of where you are, hear the word of the Lord. Praise the name of the Lord. This word, a servant of God, Elisha, spoke. And because the word of God, when it comes out with the power. Haikujangi tu. Neno la Mungu ikitoka, inatoka na nguvu, inatoka na uweza, inatoka na mamlaka. Hallelujah. Tunataka tuone baada ya kuambia hawa, na huyu mkuu anamwambia sikilizeni, hear the word of God. What happened in verse 2? Bottom line, after neno la Mungu imetoka, inategemea unaichukua, unaipokea na njia gani mpendwa. Mstari wa pili inasema hivi, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord could make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Praise the name of the Lord. Spirit of doubting the word of God brings death. Spirit of doubting
The word of God, wapendwa, brings what? Brings death. Sometimes mtumishi wa Mungu anaweza akakwambia hivi na hivi, na wewe ukaona kana ya kwamba haitawezekana. Hapa kuna mtu amesimama, Biblia imemuita ofisa ambaye ni mkuu, ako katika kitengo cha mfalme. Haleluya! Lakini naye hajaamini neno la Mungu. Kumbe kutokuamini neno la Mungu ni dhambi. Kutokuamini neno la Mungu ni mauti. Kutokuamini neno la Mungu kuna kuletea kifo. Na ndiyo maana katika ulimwengu wa kiroho watu wengi wamekufa katika spiritual because of not believing the word of God. Hallelujah. Here, this man did not believe in the word of God. Alianza maswali kwa mtumishi wa Mungu. Na tulisema Mungu anaponena, Mungu ni neno, neno ni Yesu. Kwa hivyo Yesu aliposema kupitia Elisha, akasema sikilizeni, kesho saa kama hizi kutakuwa na shibe, kutakuwa na utofauti. Hallelujah. Hapa naye huyu mjamaa amesimama na kusema, if the Lord could make widows in heaven, could this thing be? Anaanza maswali, anauliza mtumishi wa Mungu, we nawe, na hii ndio spirit kuna watu wengi despising the servants of God, despising the word of God. Amesimama, amemuuliza, hii hata kama dirisha za mbingu zitafunguka, how will it be? Hata kama mbingu itafunguka, hata kama madirisha itafunguka, how will it be? This is the question that mtu ambaye aamini Mungu anapoongea. Na hii jambo ni shida kubwa sana. Na hii jambo itafanya watu wengi waende jehanamu ya moto. Kwa sababu gani? Watu wengi wataenda jehanamu ya moto. Wataenda jehanamu ya moto ni kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu gani? Mungu akikuambia, nimekusamea, na wewe unaona na ile nimetenda madhambi mengi, na venye nimetenda hii na hii na hii, hakika mimi nimesamehewa. Hii ni shida, na hii shida ilianzia mbali. Hii ni shida ya moyo wa mwanadamu. Mungu anakuambia nimekubariki, na wewe unajitangaza, mimi ninaona kana ya kwamba nimelaaniwa. Mungu anakuambia hivi, na wewe una yako. Mungu anazungumza hii, na wewe una mawazo yako. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, throw away your thoughts. Tupilie mawazo yako mbali na neno la Mungu. Mpendwa, huyu ofisa hakutupa mawazo yake, alitazama na mtazamo wake, aliangalia na hali yake, aliangalia na vile kuna njaa, aliangalia na vile wamama wamekula watoto. Akauliza mtumishi wa Mungu, jambo hili litawezekanaje? Hata milango ya mbingu, hata madirisha ya mbingu iweze kufunguka, litawezekanaje? Praise the name of the Lord. Na kwa sababu mtumishi wa Mungu aliposikiliza, alipoona, akaona spirit of doubting. Na doubting spirit, it brings death. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And he said, this is now the servant of God. This officer ameuliza swali, itawezekanaje? Najua hata wewe unapoambiwa Mungu amekubariki, Mungu amekusamea, Mungu amekutakaza, Mungu amekuona, Mungu atakulipa, Mungu amekushughulikia, unauliza na hali hii niko, amenishughulikia aje? Kuna mtu ameambiwa, kuna neno la Mungu limekuja kwako, Mungu kupitia mtumishi wa Mungu amekuambia, wakati kama huu mambo yako hayatakuwa vile yalivyo. Wakati ujao na utakuwa, mateso ni ya usiku, kilio tu, usiku ni kilio, mateso ni usiku. Kuna mtu ameambiwa, don't worry, your morning is coming, lakini anauliza itakuwaje? Itakujaje? Kuna mwanamke anaitwa Mary, the mother of Jesus, when she was told by the angel, unaenda kuzaa mtoto, aliuliza itakuwaje?
aje na sijui mwanaume. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na nashukuru Mungu kwa sababu aliamini ile neno la mtumishi wa Mungu, neno la malaika. Hakupingana na malaika, lakini huyu ofisa amepingana. Watu wengi wamepingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mmoja nilikuwa nimesafiri nchi nyingine. Nilikuwa katika nchi ya kigeni, na wakati ule ni kweli nilikuwa nimeamini neno la Mungu, but something happened to me. Na wakati ule tulikuwa tuna travel from here to another place with our carrier bags, and then in one way or the other, tulipokuwa kwa ndege, nadhani carrier bag yangu iligonga kongwa ikaharibika, ikatokana na sikujua. So wakati tumebebewa vitu tumeenda, tulifika mahali nikainua bagi yangu hivi, nikaona bagi yangu imefunjika. Nikasikia vibaya ndani ya roho yangu, nikasikia uchungu ndani ya roho yangu. Na watumishi ambao tulikuwa na wao, mtumishi mmoja ambao ninampenda sana akaniambia, Bishop Felister, don't worry, Mungu amefanya hii carrier bag yako, hii box yako iharibike, Mungu aweze kukupea box nyingine. In fact, nilifeel vibaya, nikasikia kwani Mungu sasa hii ni aibu gani? To me niliona ni aibu. Praise the name of the Lord. Na nikamuuliza, guy pastor, sasa hii ni aibu gani? Akanirudishia kwa mara ya pili, Bishop Felister, Mungu amefanya hivi kwa sababu anataka kukupea mfuko mzuri, box nzuri. Nikamwambia okay, ni sawa, lakini ndani ya moyo wangu ulikuwa na uchungu. Na hapo kwa neema ya Mungu, Mungu akanikumbusha hili neno ambalo amini, neno la mtumishi wa Mungu. Kwa sababu wakati huo moyo wangu umejaa uchungu, moyo wangu umejaa discouraged. I'm discouraged by God. Ninafikiria, ninapo-imagine pesa ambazo nitaweza nunua another carrier box, bag ambao ni ya nchi ya kigeni. Nikashindwa nitafanyaje, nikashindwa nitasurulanga, nitatembea aje na hii bagi ambayo ina matatizo. Nikaambia ule mtumishi wa Mungu, amen. Nilimwambia just amen, lakini moyo wangu una uchungu. Kumbe the power of that answering amen, for sure it worked. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I did not despise his word. Hata kama nilikuwa nasikia nikiwa chini, hata kama nilisikia Mungu ameniweka chini, I just told him, or rather answered him, amen. And then because he was a pastor man, it was pastor men wawili wakachukua ile box yangu, wakataka kunionyesha ni kama si kitu kimefanyika, na wakanisaidia, na tukaingia kwa train, na tukaenda kule tulikuwa tunaenda. Hallelujah. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu ule host ambao alikuwa ametuhost, tulipofika pale alitukujia na ngari. So akaona wale watumishi wakishikania bagi yangu, he did not comment. Na akawasaidia, akachukua, akaweka kwa gari yake, na tukaenda. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ndani ya moyo wangu nilikuwa ninaambia Mungu, na mtumishi wako ameniambia. Hapo mimi sikuwa na imani yangu, mimi sikuwa na neno langu, mimi nilikuwa ndani yangu ni uchungu, lakini nilipokea neno la mtumishi wa Mungu ambao alikuwa senior kwangu. He was my teacher. Praise the name of the Lord. So when we went to sleep, mahali tulionyeshwa, tukawekewa box zetu, mimi nikaweka yangu tu, lakini nilipoingia nikienda kuchange, nilikuwa naambia Mungu, mimi sina imani, lakini imani ya mtumishi wako aliyeniambia, Felister, don't worry, God is giving you another good bag ambayo ni ya kigeni, ambayo haitakuaibisha, ambayo utafurahia nayo. Ndio nilisimama na ile neno wa mtumishi wa Mungu, na nikaambia Mungu, mimi sina imani, lakini mtumishi wako ameniambia. Moyo wangu umeumia, lakini mtumishi wako ameniambia. Praise the name of the Lord.
Hallelujah. Let me tell you, when you believe the word of a servant of God, because servant of God is used by God, and the word that comes out of the mouth of a servant of God, it's not his word, it is the word of God. I tell you, the morning came, so we woke up, we prepared ourselves to go for the conference. Let me surprise you, my brother, my sister, kwa sababu ya kuamini neno la mtumishi wangu, hata kama mimi siamini, hata kama mimi saa hiyo sina imani, mimi moyo wangu umefunjika, mimi niko na uchungu. Surprisingly, huyo os alikuja hakabisha after tumemaliza kila kitu, tunataka kaniambia, Felisters, hello Felisters, I saw your back as a problem, so I want to bless you with this back. Hallelujah. Praise the name of the Lord. For sure, ile carrying back ambao niliweza kupokezwa, it was wonderful. Na kweli neno la mtumishi wa Mungu likatimia, nikapokea na moyo wa shukurani, nikaenda nikapack vitu zangu vizuri, nikatoa ile box. Kikawaida nilikuwa naangalia sasa hii na vile imeachana leta, nikatoa, wakaniambia leta hii to dispose. Praise the name of the Lord. And I want to thank God, my dear listeners. Hakika ilichukuliwa, hiyo ikaachwa nchi ya kigeni, mimi nikapokea. Hallelujah. Akari back nilipokuwa ninatoka, imagine within 24 hours nilipokuwa tunakutana kwa conference na wachungaji wale wengine, I went straight to the servant of God. It was I've said it was a senior to me. Nikaenda nikamwambia, pastor, you know what? The word of God ulionizungumzia imetimia asubuhi. Praise the name of the Lord. I have a new back. I have a wonderful back. He told me, Felister, most important thing in this life, when the servant of God speaks, just receive the faith, the word of that servant of God. Wakati wewe una imani, chukua imani ya ule mtumishi. Bwana asifiwe. Kupitia imani ya ule mtumishi, haikuwa imani yangu, nikapata career back, nikakuja nayo ni career back ya kimataifa, sio locally. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So also, this man did not receive the word from the servant of God. And this is now, sikia hapa, naye mtumishi wa Mungu amemrudishia neno, amemwambia, hakika utaona kwa macho yako, lakini wewe utakula. Kuona utaona, lakini hautafanya nini? Hautakula. Doubting spirit brings death. Praise the name of the Lord. Tuone vile kuliendelea katika mstari wa 10, katika mstari wa 19. Tuangalie mstari wa 19, unasema, then that officer had answered the man of God and said, now look, if the Lord could make windows in heaven, could such a thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. And so it happened to him, for the people trampled him in the gate, and he died. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Biblia imesema vizuri sana kana ya kwamba ule mtu alivyokuwa amesema hivyo. Mstari wa 20 ukasema, so it happened to him, kulingana na neno la mtumishi wa Mungu. It happened to him. What happened? Pale katika lango watu walikuja wengi, watu walikanyanga mpaka gate, mpaka akafanya nini? Mpaka akakufa. Praise the name of the Lord. Imagine, it is now happening. It is now happening. According to the word of God, verse 19, imesema
kulingana na vile mtumishi wa Mungu alikuwa amesema, hivyo ndivyo ilifanyika kwa ule mtu kwa kutokuamini neno la Mungu. Kwa hivyo kwa kutokuamini neno la Mungu, Biblia inasema inaleta mauti, inaleta kifo. Alipokararia, kutokuamini, kukubaliana na neno la Mungu, wakati umefika. Ni kweli ameona chakula kimekuwa kingi. Sijazungumzia ile njia Mungu alitumia, kwa sababu wakati huu Mungu ametumia wanaukoma, na wakati huu kuna ile njia Mungu anatumia kwa maisha yako. Hatatumia njia ya wanaukoma, hatatumia njia ile unafikiria naweza akaitumia. Hatatumia njia yake. Alitumia ile njia, na wanaukoma wakaenda na wakarudi na wakapeleka report. Praise the name of the Lord. Ikafika wakati ukweli chakula kikakuwa kingi, mpaka kukawa ni kushangaa. Na Biblia imetuambia hivi, mahali pale watu wakawa wengi sana, wakakanyangana, wanakimbilia chakula. Only the officer who would not accept, receive the word of God. The Bible has said, alikanyangiwa pale mpaka kifo. Nimekuja kukuambia mpendwa, amini neno la Mungu. Amini neno la Mungu. Kati ya kuamini neno la Mungu kuna uhai. Kati ya kuamini neno la Mungu kuna uzima. Kati ya kuamini neno la Mungu yote yanawezekana. Nataka tuangalie katika 2 Chronicles. Tuangalie katika 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Tuone hapo nao neno la Mungu inasema aje. Nimesema usipoamini neno la Mungu inaleta mauti. Usipoamini neno la Mungu unakuwa kwa ulimwengu wa shida. Na kama unataka kutoka kwa ulimwengu wa shida, believe in the word of God. Hallelujah. Verse 20 inasema, 2 Chronicles chapter 20 verse 20. So I rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa, and as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the word, in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. For you, hallelujah, to prosper. For you, hallelujah, to be established. The word is saying, believe in the word of God. Ukitaka kukua established, ukitaka kuprosper, my sister, my brother, it is not what we think prosperity is. It is not what we think to prosper is. But here Jehoshaphat is telling the people of God, hear me, O Judah, you inhabitants of Jerusalem. Bottom line, he said, believe in the word, in the Lord your God. I have come to tell you this morning, believe in the Lord your God. Hallelujah. Mungu ambaye amekuokoa, Mungu ambaye ni tumaini lako, Mungu ambaye unamtamuka iwapo unataka kuenea, iwapo unataka kupanuka, iwapo unataka kuponywa, iwapo unataka urejesho. Biblia inasema believe in the Lord your God. Amini Mungu. Hallelujah. You shall be established. Believe in the Lord your God. You shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. First point is believe in the Lord your God if you want to be established. Amen. Ukitaka utambulike, amini Mungu. Ukitaka uponyaji, amini Mungu. Na kuamini Mungu ni kuamini watumishi wa Mungu. Jambo la kwanza anasema uamini Mungu ukuwe established. Jambo la pili hapo anasema also believe his prophets.
Hallelujah. Watu wengi wametukana watumishi, wamesengenya watumishi, wamedhihaki watumishi. Let me tell you this morning, please, wachana na watumishi wa Mungu. Hallelujah. Kwa sababu you are not the judge. God is coming to judge them. Hallelujah. He who called them, he is faithful. What is coming to you? For you to prosper, for you to go, for you to live a long life. The Bible is telling us, believe in the believe is prophets. Believe is prophets. Believe your pastor. Believe servants of God. Hallelujah. And you shall prosper. Jambo la kwanza, amini Mungu wako. Jambo la pili, amini watumishi wa Mungu, na utakuwa established na uta prosper. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So for us, for you and for me to prosper, to be established, I have to believe in the word of God. When we look in the book of Mark, chapter 11, verses 23. Mark, chapter 11, verse 23. It's good we read the word of God. I believe in reading the word of God. Mark, chapter 11, verses 24. Biblia inasema hivi. Mark 11, 23 and 24. Biblia inasema hivi. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Verse 24. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you will receive them, and you will have them. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jambo la kwanza, tumetoka katika Old Testament, tuko katika New Testament. Naye Yesu anasema nini? Biblia inatuambia aje? Hallelujah. For assuredly I say to you, whosoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt. Does not do what? Doubt. Unapokemea, unapoambia mlima wa shida, unapoongelesha shida hii niondokee kwa jina la Yesu, na usiwe na doubt. Biblia inasema hivi, usiwe na doubt inside your heart, lakini uamini hilo jambo limefanyika. The bottom line is, when you pray, when you believe in God, when you believe in the things of God without doubting, na kwambia hilo jambo ndani ya moyo wako, Biblia imesema imefanyika. Then verse 24 inasema, therefore I say to you, whatever things you ask, kitu chochote kile umeitisha, when you pray, believe. Wakati unapoomba, unaambiwa uamini. Wakati mwingi tumeomba Mungu tukiwa jicho moja tumefungua, lingine tumezima. Hapa Mungu anasema tunapoomba tuamini kana ya kwamba tumefanya nini? Tumepokea. Iwapo nimeomba kwa ajili ya financial breakthrough, kutoka katika hiyo niamini kana ya kwamba imetimia, na nikiamini hivyo ndivyo itakuwa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I come to tell you, whatever things you ask by prayer, believe. Kwa sababu ulimwengu ambao tuko ulimwengu wa maombi, tuko ulimwengu wa kuamini neno la Mungu. Hapa ndipo nakumbuka ninazungumzia kuhusu word of God works inside us. Praise the name of the Lord. Na nikasema by believing what? The word of God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Naye Mark, Yesu anazungumza anasema, jambo lolote ambalo utaliomba na uliamini, amini tu litatimia. Amini tu limetimia. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So in us, whatever we pray, whatever I pray, whatever I ask,
Mpendwa, asubuhi ya leo nimekuja kukuambia ni vizuri kuliamini neno la Mungu. Usiamini na kuomba na kesho unaanza kuwa na doubts, unaanza kujiuliza itakuwaje. Nataka kuangalia katika kitabu cha Romans chapter 4 verse 3. Biblia inasema hivi, Romans chapter 4 verse 3, Biblia inasema hivi, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Praise the name of the Lord. Abraham ambaye ni baba wetu wa imani, Biblia imesema alimuamini Mungu, na kule kuamini Mungu alihesabika mtakatifu. Haleluya! Kwa kuamini mpendwa, nimekuja kukuambia utahesabika mtakatifu, si kwa matendo yako, si kwa wema wako, si kwa haya na yale, si kwa mbio zako, lakini kwa kuamini. Tazama, Ibrahimu ameamini neno la Mungu. Ameamini neno la Mungu wapi? Angalia katika kitabu cha Genesis chapter 15 verse 6. Na hapo ndipo Abrahamu aliambiwa na Mungu, tazama Ibrahimu, toka nje, hesabu nyota, hesabu fanya. Naye Biblia katika Romans amesema aliamini neno la Mungu, na kwa hiyo kuamini hakahesabika mtakatifu, hakahesabika mwenye haki, hakahesabika mtu ambaye hana makosa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kwa kuamini neno la Mungu utahesabika mwenye haki. Kwa kuamini neno la Mungu utahesabika mkamilifu. Kwa kuamini neno la Mungu utahesabika mwenye haki. Bwana asifiwe. Tatu, angalia katika kitabu cha Acts of the Apostles chapter 4 again. Acts of the Apostles chapter 4. Tatu, angalia mstari uko pale, mstari wa 4. Tuone Biblia inasema haje. Acts of the Apostles chapter 4 verse 4. Biblia inasema hivi, however, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. However, many of those who heard the word believed. Wale wote waliosikia neno. Hapa ni wakati akina Peter and John wametoka wanahubiri injili. Biblia imesema wale wote walioamini, kusikia walisikia, lakini kuna hatua nyingine ya kufanya nini? Ya kuamini. Wale wote walioamini neno la Mungu waliokolewa, walipata neema. Bwana asifiwe. Biblia iko very clear. They believed, all of them, those who heard the word, they believed, and the number, waliamini, na wale waliokuwa wanaongezeka katika ulimwengu wa kiroho wakawa wengi sana kwa kuamini. Wapendwa, nimekuja kukuambia jioni, asubuhi ya leo, kwa kuamini neno la Mungu kuna ongezeko. Ukitaka ongezeko kwa maisha yako, lazima uamini neno la Mungu. Kuna watu wamekimbia huku na kule, kuna watu wameng'ang'ana, kuna watu wamehangaika, lakini neno la Mungu inasema kwa kuamini kuna kuongezeka. Walioamini waliongezeka. Ukiamini neno la Mungu utaongezeka. Ukiamini neno la Mungu utapanuka. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tuangalie hicho kifungu, mstari wa 32 unasema, now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Bwana asifiwe. Many of the multitude, many of them that believed, wote walioamini of one heart, walipokea moyo moja na wakaanza kufanya mambo kwa moyo moja na wakatembea kwa moyo moja. Haleluya. Kwa hivyo kuna kuamini na kuishi kwa moyo moja. Kuna kuamini na kuishi kwa kuendelea na kuunganika. Moyo moja ni kusema aje? Moyo moja ni kusema waliunganisha moyo wao na moyo wa apostles, moyo wao na moyo wa akina Peter, na kwa kuunganisha hiyo imani na huo moyo wakaweza kufanya nini? Wakaweza kusimama na wakaweza hata kutoa vitu vyao, kwa sababu moyo ulikuwa mmoja. Asubuhi
asubuhi ya leo Mungu anakuambia, Mungu ananiambia niunganishe moyo wangu na moyo wa Mungu. Nikiunganisha moyo wangu na moyo wa Mungu, ukweli tutakuwa kitu kimoja. Biblia inasema kana ya kwamba nilikuja kwa wangu na waliokuwa wangu wakanikataa, na waliponikataa akatupatia neema. These Gentiles, he came for his own, because his people did not receive him. Praise the name of the Lord. So to have one heart is to receive his heart. And when you receive the heart of God, when you receive Jesus Christ, munakuwa kitu kimoja, munatembea kwa moja. Kwa hivyo mpendwa, hautakuwa na chako na Yesu hatakuwa na chake. Hallelujah. Cha Yesu ni chako, chako ni cha Yesu. Praise the name of the Lord. Only if you can unite your heart with the heart of Jesus. When these people in the book of Acts 4:32, they united their hearts. When the multitude believed, they united their hearts and they had one heart and they could serve with one heart. The problem that we have is we don't have the same heart with the servants of God. We don't have the same heart with the heart of God. Bottom line, unganisha moyo wako na moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Unapoangalia katika hicho kitabu cha Acts of the cha Mark 16. Nataka kusoma Mark 16. Unapoangalia mstari wa 14 mpaka mstari wa 8, Biblia inasema believing and be saved. Praise the name of the Lord. Wacha nisome later. He appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, go into all the world and preach the gospel of every creature. He who believes, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And though, Bwana asifiwe. Hapa Yesu Kristo anazungumza wale ambao, kwa sababu nimekuja kuzungumzia kwa kuamini. He who believes and is baptized will be saved. Yeyote ambaye anaamini anaokolewa, lakini ule ambaye aamini hatahukumiwa. Kwa hivyo nimekuja kuambia asubuhi ya leo, ukiamini neno la Mungu umeokolewa na shida zako, umeokolewa na hali yako. Lakini usipoamini neno la Mungu, Biblia imesema umehukumiwa. Na mambo mengi yamefanyika ni kwa sababu hatuamini neno la Mungu. Watu wamekataa kuamini neno la Mungu. Kwa hivyo kwa kuamini neno la Mungu, hapa tunaona verse 14, Jesus is rebuking them because they are not believing, because of the unbelief. Asubuhi ya leo kuna kuribiukiwa, kuna kuishi kwa shida kwa kutokuamini kwako. Amekuja kukuambia asubuhi ya leo uko kwa shida ni kwa sababu hauamini neno la Mungu. Angalia, Yesu Kristo aliishi na wanafunzi wake, aliishi akiwaambia nitakufa, nitafufuka, nitatokezea, nitakuwa. Na wakati huu Yesu amewaacha, ameenda, lakini waliposikia Yesu amefufuka hawaamini. Yesu amewatokezea. Mstari wa 14, Biblia inasema later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked the unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Praise the name of the Lord. Yesu Kristo, Biblia imesema aliwakuta wale 11 hawakawakemea. Kwa sababu gani? Ya kutokuamini kwao. Bwana asifiwe. Because of the unbelief and hardness of the heart. Kwa hivyo tukiwa hapo wapendwa, hii ni kutuambia nini? Ni kutuambia ile dhambi Bwana anaitazama ni kutokuamini. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nataka tuangalie katika kitabu pia cha John again. Tuangalie katika kitabu cha Yohana tuone Biblia inatuambia haje. Bwana asifiwe. John 16 na mstari nataka kusoma pale kuhusu huko kutokuamini. John chapter 16.
John chapter 16. By God's grace tuangalie tuone neno la Mungu linasema haje mahali pale. Biblia inasema hivi, John 16 verse 8 and 9. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me. Yesu anakuja kuhukumu, anahukumu. Kwa hivyo hapa inatuambia nini? Yesu aliwakemea katika Mark kwa sababu ya unbelief yao. Naye Yesu, Biblia inasema hapa, he is coming again. First of all, he came. Praise the name of the Lord. He came. And when he came, alikuja kuconvince the world of sin. Alikuja kuconvince the world of sin and world of righteousness and of judgment of sin. Amekuwa specific of sin because they don't believe in me. Kwa nini kutakuwa na judgment? Kwa sababu watu hawataki kuamini Mungu, dhambi. Kwa hivyo kutokuamini, wapendwa, nimekuja kukuambia ni dhambi. Kwa hivyo neno la Mungu linafanya kazi ndani ya maisha yetu kwa kuamini neno la Mungu. Kwa hivyo usipoamini neno la Mungu, wewe uko katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo ukiwa katika ulimwengu wa dhambi, ninakwambia umehukumika. Unakwambia wewe umelaaniwa. Kwa hivyo dhambi kubwa ulimwenguni ni kutokuamini neno la Mungu. Kumbuka ule ofisa hakuamini neno la mtumishi wa Mungu Elisha. Hakuamini. Kile kilimpata ni kuanza kuuliza Elisha, hata kukue aje? Itawezekanaje? Hata ndilisha za mbingu sifunguke? Jambo hili litawezekanaje? Nimekuja kukuambia kuna jehanamu ya moto. Kuna mtu pale anauliza itakuwaje? Itawezekanaje? Nimekuja kukuambia kama utaamini neno la Mungu, kama utaamini neno la Mungu, kuna kuhukumika. Kuna kuhukumika, kuna kuangamia. Alikufa kwa kutokuamini neno la Mungu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. As I finish, my sister, my brother, my listener, nataka ujue kana ya kwamba it's only by trusting, by believing the word of God. Nataka kumalizia na kitabu cha Hebrews chapter 11. Namalizia na Hebrews kwa haraka sana, chapter 11 verse 6. Hallelujah. As I finish Hebrews chapter 11 verse 6, Biblia inasema hivi, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. But without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is. Hallelujah. It is impossible, wapendwa, kumpendeza Mungu kwa kutoamini neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwetu tumpendeze Mungu, kwako umpendeze Mungu, amini. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, amini neno la Mungu. Nitaamini aje? Katika kitabu cha Waroma 10:17 Biblia inasema imani huja kwa kuamini na kuamini neno la Mungu. Amini neno la Mungu, mpendwa. Wewe ambaye unaishi kwa maisha yako, wewe ambaye unaishi kwa mawazo yako, wewe ambaye unaishi kwa kilio chako, nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, amini neno la Mungu na utakombolewa. Amini neno la Mungu na utatolewa kwa ile shida huko ndani. Bwana tumbariki, Bwana tutende wema. Please my listeners, katika ulimwengu ambao tuko, neno la Mungu linahubiriwa kila mahali, kwa TV kama hapa ambapo niko kwa Sky Cable TV, injili inahubiriwa kila siku. Wanatuletea, na nashukuru Mungu kwa sababu ya hii station. Kila siku asubuhi kuna mhubiri, afternoon kuna mhubiri, injili inahubiriwa. Bwana asifiwe. Naomba uweze kupokea neno la Mungu, naomba uweze kuamini neno la Mungu, kwa sababu tumeona shida ulimwenguni huko kwa kutokuamini neno la Mungu. If you believe of the word of God, Biblia imetuambia utafanya nini? Utaprosper. If you believe, servants of God, utakuwa established. So it's upon you to believe the word of God, to believe
to try to believe in the servants of God, uprosper, ukuestablish. Amini neno la Mungu. May God bless you. May God bless me as we continue day after the other, believing, trusting the word of God. Wacheni tuombe wapendwa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuinua. Asante ni kwa sababu ya wema wako, asante ni kwa sababu ya fadhili zako. Nakushukuru kwa neno lako ambao umezungumza nasi. Naomba Bwana ukatupe imani. Na hii imani utatupea kwa kuamini neno lako. Si utusaidie kusoma neno lako, tusaidie kuamini. Huyu ofisa angalipokea moyo wa mtumishi wako angeishi. Alipo despise alikufa. Naomba asubuhi ya leo usaidie kila ambaye amenisikiliza akapokee imani ya neno lako tuweze kuishi Bwana. Nabarikisha kipindi hiki, nabarikisha Skype TV Bwana wa majeshi na wafanyikazi wote, na mwenyewe ukambariki ukatupanue tunapoendelea kuhubiri injili. Naombea wale wote wamenisikiliza, nikikumbuka kanisa la Africa Independent Church of Missions. Jehovah God Almighty, may you bless us as a whole. All my listeners, all my friends, all my FB friends, Jehovah God, wabariki na watende mema. Ponya wagonjwa, leta uponyaji wa kiroho, niposa taifa letu iweze kupona na kusimama. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe. Tunapoendelea Bwana, naomba baraka na neema katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukishukuru. Amen. Na mbarikiwe sana. Mimi ni Bishop wa kanisa ya Africa Independent Church of Missions. Tuko pale Ruiru. Washirika wangu wote wa AICM nimewasalimia popote mlipo. Bwana wabariki wale wote mmenisikiliza, na ninakuomba iwapo uko upande wa Ruiru, Kidhurai, Nchunja, Toro, Kimbo, Kiambu, nimekualika. Service zetu zinaanza early morning on Sunday 6 to 7 we have morning glory, 7 to 8 we have the preparation of the church and the praise and worship. Saa 3 mpaka saa 4 tuko na Bible study ya watu wazima. Sunday school ya watoto inaanza saa 3:30 mpaka saa 4:30. Our main service tunaanza saa 4:30 mpaka saa 7, na afternoon tunakuwa na practice ya choir, praise and worship. You are all welcomed to our service. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Shalom. Nimewasalimia wote. Blessings.